Shalom shujaa wa Bwana. Hakika hii ni siku nyingine nzuri njema ambayo Mungu muumba mbingu na nchi ametupatia. Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mwema. Mungu anayekupenda, Mungu anayekuwazia mawazo mazuri. Unajua yeye anafurahishwa na mafanikio yako. Na ndio maana kila siku anatufundisha neno lake. Ili katika kujua neno lake tupate kujua ni nini ulio wajibu wetu. Na katika kutekeleza huo wajibu wetu tunamruhusu yeye aweze kufanya baraka hizi zote wa halisi katika maisha yetu ya kila siku. Maandiko matakatifu yanatuambia katika kitabu cha Zaburi 136 mstari wa 2. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Haya ni maandishi ya kutoka kwa mtunzi wa Zaburi. Anasema tumshukuru Mungu wa miungu. Hii inatuonyesha kwanza ya kwamba sifa zote ambazo wanadamu wanatoa zinatakiwa ziende kwa Mungu muumba vyote, Mungu mwenye nguvu. Neno linasema ashukuriwe, mshukuruni Mungu wa miungu. Ina maana kila mara tunapotangaza sifa tunatakiwa kama wanadamu sifa hizi tuzielekeze kwa Mungu. Kwa hiyo anasema mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hapa pia tunapewa mwongozo ya kwamba kwa nini sasa tumshukuru huyu Mungu wa miungu. Ni kwa sababu yeye ni mwingi wa fadhili, ni mwingi wa upendeleo, mwingi wa kuturehemu. Japokuwa tunakosea katika mambo mengi, lakini yeye ni mwepesi wa kutusamehe na kutuonyesha njia iliyokuwa sahihi. Mungu hatuadhibu kama vile ambavyo tunastahili kiukweli, kwa sababu wengi wetu kama tungelikuwa tunaadhibiwa na Mungu kama kulingana na makosa yetu, tusingelikuwepo hapa, tungetakiwa tuwe tumekwisha kupotea. Lakini yeye ni mwingi wa kutuangalia na kutupa njia ya kuturejesha kwake. Tena na tena anaturehemu, tena na tena anatufadhili, tena na tena anatupatia neema. Ndio maana neno linatuambia kwa sababu hiyo yeye anastahili kusifiwa. Tunapoongelea kuhusu kumshukuru Mungu, tunaongelea kuhusu kuwa na moyo wa kumwambia Mungu asante. Asante kwa ajili ya hili ambalo unanifanyia. Katika maisha yetu ya kila siku tunakutana na changamoto. Kuna nyakati ambazo unakutana na mambo magumu ambao kiukweli kwa nje ukiangalia unasema hakuna haswa jambo la kumshukuru Mungu. Lakini ukiangalia kwa undani, kwa utulivu, utagundua hata hapo ulipo ni kwa sababu tu Mungu amekuwa upande wako. Ndio maana amekuwezesha hata kuweza kulimudu. Kuna wengine ambao wamekutana na changamoto kama za kwako, nao wakatoa mwitikio ambao sio mzuri. Inawezekana ni ugonjwa uliokuwa nao kwa muda umekuwa nao, na ukiangalia ni kama unaona sina jambo la kumshukuru Mungu. Lakini hebu ukiangalia kwa undani utagundua hata Mungu bado amekupa pumzi. Angalau bado kuna tumaini ndani yako. Wengine wameshakufa. Inawezekana ni changamoto katika biashara, mambo hayaendi sawa, na kwa wakati fulani unashawishiwa kuona hakuna jambo la kumshukuru Mungu. Lakini kama ukitulia na kutafakari, japokuwa biashara haiko pale inatakiwa kuwa, lakini angalau unayo. Kuna wengine hawana hiyo biashara kabisa. Siku zote katika maisha yetu kama tukiangalia kwa utulivu, utagundua kuna jambo fulani ambalo Mungu anafanya. Licha ya changamoto mbalimbali ambazo zinatendeka, licha ya ugumu mbalimbali ambao tunakutana nao, lakini bado Mungu huwa anafungua mlango wa namna fulani kukupa matumaini ya kwamba bado ukiendelea kumwamini yeye atafanya zaidi katika maisha yako. Hiyo ni sababu tosha ya kumwambia Mungu asante. Inawezekana umepitia msongo fulani wa mawazo, au umepitia changamoto, au umepitia jambo fulani ambalo linakuumiza. Huu ndio ujumbe haswa nilionao kwako siku ya leo, ya kwamba hebu tazama yale ambayo bado Mungu amekupatia. Katika mambo 10, 9 umepoteza ndio, lakini si unalo moja. Hilo moja linatosha kuanza kumwambia Mungu asante kwa ajili ya hata hili. Na ninaamini kutokana na moyo wa shukrani kwa hilo moja ulilolifanya, Mungu atakamilisha hata machache yaliyobaki ambayo yatakuinua kupeleka sehemu iliyo kubwa zaidi. Kwa hiyo kumbuka shujaa wa Bwana, lazima uwe mtu wa shukrani. Mshukuru Mungu wa miungu, maana yeye ni mwingi wa fadhili. Barikiwa.